Wanaitwa nani? 32 hawa wachagelea washafyatuka akili. Ndugu wangu mimi nimekuita hapa bwana, nataka tusahau yaliyopita, japokuwa siku ile uliniletea session nyingi. Sisi binadamu au sio? Kama sisi binadamu wana mambo mengi sana anapitia katika maisha. Umeona bwana? Mimi nimekuita hapa mdogo wangu nikwambie kitu kimoja. Ulichokifanya siku ile umeleta session sizo kabisa kama kakako, nilijisikia vibaya au sio? Umebwata, umeimba taarabu nyingi, umenitukana. Mimi nilikam down kulingana ile nisionekane namna gani vipi mkorofi. Unajua mwenyewe. Afu kizingatia mdogo wangu. Mimi nikakaa kimya. Mimi nikazingatia kitabu chetu kitakatifu cha Chekelea. Aya utaacha ndala. Mstari wa kwanza mpaka wa pili unasema mtoto akinyia kiganja atukati tunasafisha. Mimi nimekusamehe kwa yote uliyofanya siku ile, ukanitukana sana mdogo wangu. Mimi nimekusamehe. Mimi kwanza naona unaongea mbwambwa tu, unaimba taarabu ujue kapteni. Siku ile ulileta dharau afu uleta bonge la session ujue. Mimi nishachukua mazaga, nishachukua mali, nishauza roho pale ujue. Umeona? Hivi kimfano ule mchumba sasa angetekeleza wizi ungebaki. Na unajua tuna manoma kibao hapa mtaani. Siku ile ulizingua kapteni, yani tena ulizingua kinoma ni. Afu sasa mimi nimekuchunguza sasa 32 chokoleti. Yani sio sasa 32 mwenyewe kabisa Mchekelea. Umeona? Nani wewe sasa 32 chokoleti? Mimi nikwambia kitu kimoja mdogo wangu. Yani kwamba vipi? Ishu inapotokea kama ile pale, mimi binadamu ujue. Nateleza mdogo wangu. Usinikunjie kama hivyo. Au sio? Tusameane mdogo wangu, nimeteleza kakako. Unajua kapteni, mimi mwanangu niko nakuchukulia mwanangu wewe Sandeo, si unajua? Alafu mimi hapa sunilishati mzee wa Mandonga. Yaani sisi tukichekelea tunachekelea kwa watu wanalia. Yaani sisi tunachekelea watu wanalia. Lakini umeleta pigo za usharukani mwanangu, mahaba mengi mwanangu. Sema baridi we kama mkubwa mimi naelewa, afu wewe dakika za mwisho wewe ndo kila kitu kapteni wangu. Si unajua? Baridi hapo kwenye yaishe kwa heshima yani. Yaishe. Umuto Minjino. Kwani sasa mimi hapa nilichokuitia hapa mdogo wangu kwamba ile nataka ushauri wako. Yule bibia, yule chula, yule manzi, yule uliyompoa sasa. Nimekutana naye bwana. Anafunguka eti ya moyoni eti. Wewe eti anafunguka anasema ile kanielewa, kanipenda. Nikaona sio kweli wewe. Ili jambo hili nisikurupuke, nikamwambia sikilizia nitakujibu, na mimi nikaringa kidogo, si unajua. Nikasema uje kunishauri mdogo wangu sababu tushashare vitu vingi au sio? Unajua zile tushashare vitu vingi mimi na wewe. Nataka unishauri. Yule mimi ananipenda, ananitaka. Na kaniambia mazingira yote natural kwamba yeye anaishi Dodoma na anafanya kazi wizara ya maji. Pale alipo anaishi kwa dada yake na kaja kumuuguza na anachotaka yeye mimi nimuoe. Si unajua? Sasa nikaona hii haijakaa sawa. Sasa kuja nimwambie mdogo wangu anishauri. Si unajua? Wewe unishauri vipi? Unajua kwanza hapo uje kapteni hivyo nielekeza hivyo. Kwanza nikaanza hiyo mtoto wizara ya maji. Hata kuoga tutakuwa tunaoga sasa. So unajua zile maji si atulipii. Tunachekelea tunachukua kama ya kwetu vile. Sema nini? Tuache pigo zote hizo hapo, tuache mambo yote. Sema ule mtoto nani, ule mtoto cha upepo sio nini, siku ile kaleta dharau ujue. Kukusukumiza kapteni wangu kama vile. Sema baridi mimi hapo kwa ushauri wangu. Ule mtoto kwanza achana naye, mtoto mdogo tu. Hapo tubezi kwenye vichenchi. Huo wizara ya maji sio nini huo uko hela tukota vichenchi vidusko kibao ili na sisi tupendeze nini. Si unajua one time moja hiyo midude mipini hiyo unatoa afu unapiga zako kipuli nini, unapiga pamba fulani beli kali afu tunapita mtani tuna enjoy kuli saa 2 wachekelea washana kuchekelea hadi kwenye nguo. Lakini si kila siku mwanangu mapini maileni wengine misuko hizo kwa yani hatueleweki. One time tunabadilika yani. Si unajua tunakuwa kaa saa 2 kaa 26 hivi, ila kwenye 45 watoto wadogo wale hatuwafagilii. Watoto wadogo sana yani wanapita katika anga zetu afu hatujui si vizuri. Tunachekelea huko watu wanalia. Ndo kauli yetu kama unavyojua. Tunachekelea watu wanafanyaje? Wanalia. Mimi nimekusoma mdogo wangu. Nimekuelewa. Ushauri wako mimi nazingatia huo. Yaani bado poa.
Oya sagodi malaika wanangu. Oya yempa dumpa kadaku ba. Oya hizo. Oya mimi ngoja naenda maskani. Humu tu chekelea. Oya mimi ngoja naenda maskani. Unajua wao wenye nyumba yenyewe. Baridi Umunjane leo mpera. Umunjane we mpera. Umunjane leo mpera. Oya 3-2 ndo kikosa. Yempa dumpa kadaku ba. Oya sisi tunachekelea mpaka msibani wewe. Kuna visa. Jambo. Jambo, shikamoo. Marhaba. Sawa. Unaitwa nani? Naitwa Nisha. Nisha? Oho. Nisha, sawa. Nisha linafanana na jina lako, yani na jina lako na uzuri wako. Sawa, jina lako zuri na wewe mwenyewe, yani kama ulivyo. Mimi naitwa Mzee Totolo. Maarufu sana katika eneo hili. Kwa msemo wa kisasa wanasema aliwatan. Aza sipati tabia kujitambulisha babangu. Unafahamika na kufahamu. Aha. Sawa, nashukuru. Niko nakuomba kitu kimoja. Unaweza kunipatia namba yako ya simu? Namba? Naam. Ya simu? Yeah. Haina shida. Allah. Umunjane leo mpera. Umunjane we mpera. Umunjane leo mpera. Namba zangu hizo. Basi nilikuwa naomba hebu nipigie kwanza na nihakikishe. Haina shida. Ndio hapo. Mwisho 54. Kamoyo kanadunda. Kanadunda sana kamoyo kangu. Hivyo tu baba. Unasema Nisha. Allah. Nisha. Wanaitwa nani? 32 hawa wachagelea washafyatuka akili. Mitungi mibange mimoshi kawaida hata ukiwa na dhambi na isi wanaiba. Mchumba, unajua jambo moja bwana. Mimi nimekaa nimejifikiria, nimetafakari katika halmashauri ya kichwa changu. Nikaona mimi binadamu unajua. Alafu ulichopewa na Mungu mwanaume kumnyima mwanamke dhambi unajua. Mimi silipi kodi wala silipi ushuru wala silipi VAT, yani sidai chochote na serikali kwa ajili ya mazingira. Si unajua? Mimi bwana ombi lako nimekubalia. Kweli? Wezi amini fulani leo nayo. Asante. Haina noma. Nakupenda. Nakupenda pia. Ila sasa nilikuwa pia na ombi. Unajua kwanza mimi mahusiano yetu mistaki yawe ya hivi, yani ya kiuniuni, sitaki. Nilikuwa naomba uje nyumbani ujitambulishe. Alafu pia tutoke hapa tukaishi Dodoma. Si unajua kama vile nilivyokuambia mimi siishi hapa. Mimi naishi Dodoma. Wewe mbona uko spidi sana? Unataka kunitoka fala nini? Nafanya kazi Wizara ya Maji. Mchumba mimi sikupingi wewe. Baridi na noma wala nini. Tutapanga hiyo siku kwenda kujitambulisha huko kwenu. Haina noma. Wewe unasemaje? Basi sawa. Sawa, mimi naona aibu. Jamani, macho mazuri. Waza sinambi. Wapo na nani yao? Nakasambala mchekelea. Wakina nani yao? 32 kikosi. Wapo na nani yao?
nakasambala. Unaweza mdogo wangu kumenya hivyo? Hayo mambo yana wenyewe. Basi ndo najifunza hivyo hivyo mdogo mdogo, taratibu jamani au? Hasa dada. Hapa mwanzo nikuletea habari njema. Wewe tu. Haya zilete. Dada mwenzio, nimepata mwenzangu. Mwenzako vipi tena? Mao niweke wazi na watu wanaweka kwenye mabano. Yaani namaanisha nimepata mchumba. Mara hii mapema yote udugu wangu. Maana umekuja juzi tu mara ushapata mchumba, baby. Sasa tabu hapo iko wapi dada Ukiangalia mimi umri unaenda, nimeshapata mtu na ana nia nzuri na mimi, ana malengo na mimi mazuri. Sasa tabu iko wapi mimi kunioa? Namaanisha kwamba wewe ni mgeni japokuwa ulikuwa mwenyeji huko lakini ulishaondoka kitambo. Kwa umerudi wewe ni mgeni. Mara tu upate bwana shoga yangu. Basi ndio hivyo. Tuombe tu Mungu hapa. Chumba alete barua hiyo, alete mali. Kipunga kiliwe. Yesu na Maria jamani, Mungu mkubwa. Kwa hiyo lini tena mambo hayo? Ndio tusubiri atakapokuja hapa wewe mchumba mwenyewe. Dada tena vigege vishaanza kulia. Shoga yangu maana siku nyingi sijafanya shughuli. Yaani mpaka leo imefanya Basi ndio hivyo mdogo wako nimepata mchumba, niombe tu heri, mambo yakae vizuri. Bwana akae kwenye mstari, alete posa hapa, kipunga kilike. Asante. Bwana mimi sipenda tele sauti. Sasa mimi ndo nilivyoumbwa. Sasa 2 anaongea hivi kikodi. Muona sasa hivyo unavyotembea. Sipendi usio unatembea hivi ndio. Sasa hivi ndo saa 2 unachekelea hii ndo mwendo wetu. Sasa nataka mimi nitembee. Hebu tembea nikuone. Nataka nitembee hivi. Sasa je? Mimi nakuwa kama ile ala chandala wale. Sio kweli. Bwana. Amini kwamba unajua sema mchumba alipende. Sisi kujua mapenzi matamu wewe. Ni za nini kuwa na adabu mdogo wangu? Basi tulia basi na umesha. Nini sasa? Umeanza sasa mbona? Hapo kwa sababu niko na mchumba. Hivi unaona hivi ulivyopendeza leo? Ujione ulivyopendeza. Mimi nitakinukisha sasa hivi. Kwa vazi hili. Heshimu basi hata vazi. Vazi nguo wale. Pendeza. Sasa 2. Nimeenjoy leo. Kweli? Tembea na hivi. Baridi sana mchumba, unajua. Ni kiss basi. Yaani ubuyu, yaani kama umempatia Juma Lokole na kuisa kwenye ICU. Sio kweli, lazima nimfikishie. Chaupepo ananiambia mimi, eti watu tunatamba na ndoa zetu, watu tunadumu. Mwewe mume wake angemuona huku nakwambia kamshikilia mzigo mshangazi ananyea huku. Wewe uogopi? Niende nyumbani nifikishe ubuyu kwanza. Wewe nampa moto. Wewe mambo kama yale, wewe uogopi ujikwai. Lazima nimpelekea akaungue mdomo. Wewe ubuyu wa moto ndo mtaa. Umunjani we mpera. Umunjani leo mpera. Umunjani we mpera. Umunjani leo mpera. Chaupepo. Udugu wangu. Udugu azina yetu. Karibu. Asante. Samani. Chaupepo nimemkuta? Hayupo Chaupepo wala mama yake hayupo. Haya. Akija nimwambie nani? Utamwambia ndugu wake Nisha nilikuja kumsabai. Nisha. Samani. Naye nani? Mimi mama yake mdogo. Mama yake mdogo na Chaupepo. Jamani. Mbona huyu Mungu anajibu hivi? Asante sana Elishadai. Vipi kwani? Haya bwana. Acha endelee kunyesha tuone panapokuwa. Mama yake mdogo? Haya, mimi naenda. Ila samani. Ulisema nani? Mie. Nisha. Nisha nani? Naitwa Nisha Kabanda. Kwanza na la mwisho. Jamani.
Wewe ndo nishakabanda. Ndio mimi mamangu. Basi mimi mama yako mdogo. Mimi nimesoma darasa moja na baba yako. Kweli dunia hii jamani. Haya mimi nafurahi kufahamu mamangu. Wewe ndo nilisikia uliachika kisa flash. Mamangu wala hujakosea, ndo mimi. Yaani ukisikia ndo habari trending sasa hivi na trend. Ukisikianisha ndo mimi niliachika kwa ajili ya flash. Sina baya. Ndo wangu mamangu. Sawa binti yangu, karibu. Jamani kabanda, binti mkubwa kabisa huyu. Hatari. Ustazi, mimi bwana nimekuja hapa kwa ajili ya mambo mawili, lakini yote yapo kwenye mlengo mmoja, au sio? Kwanza mimi hapa ustazi, nikushukuru sana unajua kwa kunikaribisha hapa kwako. Lakini kikubwa mimi kilichonileta hapa, mimi nataka kujua utaratibu wa kumtolea mchumba, au sio? Nikisema mchumba sio naelewa. Yaani demu unajua ukitaka kumtolea posa. Utaratibu kwa dini yetu ya Kiislamu unasemaje? Maana mimi unajua vitu vingi mimi sijui kwa dini yetu. Mimi najijua tu Muislamu lakini sijawahi kuingia msikitini mpaka umri huu. Au sijui nitaingia nikifa au sijui nikioa. Hata sijui. Kwa sina kitu ninachokijua, nikasema nije kwa mufti wetu unige utaratibu. Nikitaka kuoa yani ile kutoa posa upoje? Au unasemaje? Ni nani huyo anahitaji kuoa? Kuoa wa mimi. Allahu Akbar. Ninauelewa ndoa za mkeka, ukishaozeshwa ndio umeozeshwa, maana wazazi washakususia binti yao. Sasa ndoa mkeka vipi? Hii sio mkeka ustazi. Hii ndoa ya halali nataka nioe. Sio mkeka, yani kuna mtu kaja kwenye mfumo ndio naondoka nao kama Gamondi. Subhanallah. Ni jambo zuri ambao umeamua kulifanya, lakini sijajua umekuja hapa nikupe mafundisho ya ndoa yapoje au mimi niwe kama mshenga wako, sijaelewa hapo. Umeongea point. Mimi nataka wewe hapo unipe utaratibu, alafu wewe pia uwe mshenga wangu. Kwa hiyo vyote kwa pamoja. Okay, sawa. Hilo halina shida. Ila kuna masharti inabidi uyakubali. Cha kwanza, uache kuvaa hereni, kujifananisha na wanawake hawa dada zako, kwa sababu dini yetu imetukataza. Mwanaume hapaswi kujipamba mpaka kuvaa hereni sasa na hawa wanawake. Cha pili, kama hivyo ulivyovaa, mnaita sijui vinjunga, sijui ndio vipensi, kama Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyotueleza katika hadithi yake, baina surbi wa tarai, uchi wa mwanaume kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye kitovu. Hapo umeona upo uchi kabisa. Kwa hiyo unachohitajika cha kwanza kufanya ni kubadilika kimavazi mpaka tabia, alafu ndo tufuate process zote za ndoa ili nikuelekeze. Baridi, mimi ni kweli nitabadilika. Hapo kwenye kubadilika umeona sasa? Bado baridi ndo kitu gani? Ongea lafuzi za Kiswahili ili mtu aweze kukuelewa, kwa sababu unataka kuingia kwenye jambo la kheri, unahitajika kubadilika. Cha kwanza kwenye ndoa kinachohitajika awepo muoaji na muolewaji, mashahidi wawili upande wa mwanaume na upande wa mwanamke, pia walii wa huyo mwanamke awepo. Hapo kwa mashahidi hapo ustazi ndio shaka. Mimi na wanangu chekelea. Sio wawili, mimi nakutunuku na kuletea costa 4. Astaghfirullah. Hapo ndo ninaporudi tena kukwambia ubadilike. 45, 32, sijui kikosi ndo kitu gani hivi? Jitahidi kubadilika. Kwa sasa unahitaji kuingia kwenye ndoa. Jitahidi kubadilika. Sio leo unaanza kukufungisha ndoa, naambiwa nimefungisha ndoa za wauni siku 2, unaanza kunishushia hadhi hapa mtaani. Hicho kitu sio kizuri. Kwa hiyo kama unahitaji kufanya jambo la kheri, sawa, mimi nitakusimamia, lakini ubadilike. Sawa, mimi nimekuelewa. Tabadilika. Na process zote za ndoa inahitajika utafute chochote kitu, uje tuandike barua na tuweze kupeleka, tusubiri majibu yao. Basi poa ustaz, mimi nimekuelewa.
Basi ndio hivyo. Kuna mipolaji utakatwa shingo mguu kijifanya mjuaji wanaitwa nani? 32 hawa wachakelea washafyatu. Nisha, kiukweli nakupenda sana. Umejaa ndani ya moyo wangu. Asante. Hivyo basi, nahitaji nikuoe. Mimi? Kabisa. Jane we mpera mpera, umujane leo mpera mpera. Umujane we mpera mpera, umujane leo mpera mpera. Oya, 3-2 ndo kikosa. Yepa dumba kadakuba. Oya, sisi tunachekelea mpaka msibani wewe. Kuna visa visio na mifano kusutana kama mbea vitu vote umuvimo. Kuna mipolaji utakatwa shingo mguu kijifanya mjuaji wanaitwa nani? 32 hawa